tunahitaji maelezo ya kina. Tuko hapa. Yes, na nashukuru kwa sababu mko hapa. Kwa sababu kumekuwa na wimbi kubwa sana la baadhi ya mashirika, watu binafsi kwenda BASATA, KOSOTA kusajili kwa ajili ya utoaji wa tuzo. Sawa. Lakini tumekuja kugundua baadhi ya mashirika ama watu binafsi ambao wanajihusisha na masuala mazima ya utoaji wa tuzo. Kuna vitu ambavyo kama havifikii hasa malengo, lakini pia aina ya watu ambao wanapewa hizo tuzo. Tumeona mwaka jana kuna makampuni kama 4 na mashirika na watu binafsi pia waliweza kutoa tuzo. Lakini unajua sasa hivi dunia imebadilika kabisa. Walaji wanaujua muziki na walaji wanawajua pia watu wao, especially wasanii wao. Kwa hiyo wanaposikia mwimbaji fulani amepewa kuwa mwimbaji bora, alafu kwenye hiyo categories wako nominees more zaidi yake, wanapata mkakasi kabisa. Hizi tuzo kwanza mmelenga nini? Tunahitaji kufahamu target yenu, sio tu ugawaji wa tuzo, lakini nini ambacho kipo in deep, ikiwa kama malengo hasa. Kwanza ni kushukuru tu kwa swali nzuri sana. Lakini pia niweke utofauti wa tuzo hizi na tuzo zingine. Kwanza haijawahi kutokea chini ya jua. Toka dunia imeumbwa hakujawahi kuweko tukio kama hili. Kwa nini nasema hivyo? Umezungumzia tuzo za waimbaji ambazo zimekuwa zikitolewa mara kadhaa. Lakini tuzo hizi ni specific kwa ajili ya watumishi wa Mungu. Ambayo hakuna mahala wanakumbukwa. Unajua moja ya kiungo muhimu sana chini ya jua ni watumishi wa Mungu. Wewe ndio uko hapa, nimekusikia pale unaukana uchungaji. Unasema mimi mambo ya uchungaji sitaki. Lakini una mchungaji wako ambaye anakuombea, ukikamatwa pahala unakimbilia pale, anakukumbusha kufunga, anafunga kwa ajili yako. Kwa sababu wewe unaukataa uchungaji kwa sababu ya kupenda kula. Wewe nilicho kigundua. Nikiwa mchungaji mimi nitakuwa na sheria zangu. Nimeona 3 zilikutoa jasho. Hata kuamka sikuamka. Sasa kuna mtu anaondoka 40. Mtu huyo anahitaji kuambiwa you are doing a good job. Safi. Lakini nani anasema? Lakini kikombe kile akipewa kitamkumbusha kwamba duniani sisi tumekupa hii glass. Lakini ukifuatilia maandiko hata Mungu mwenyewe anatoa nini? Taji. Anasema mtavishwa taji. Sasa kwa nini tuende mbele zaidi? Hapa tulipo tupeane mataji kwanza. Kwa hiyo tuzo hizi ni kwa ajili ya watumishi wa Mungu. Waimbaji unawaona pale ni by the way. Yaani waimbaji ambao wako pale kwa sababu wana nafasi ya kutumika na watumishi wa Mungu. That's why hekima za wachungaji ambao ni wabeba maono wa hizi tuzo akasema hapana, hawa watu waga tunatumika nao na wao tuwaonyeshe kwamba ni sehemu ya huduma. Kwa hiyo tuzo hizi zinawalenga watumishi wa Mungu. Mtawala. Umetoa majibu mazuri sana. Tunaelewa vizuri kabisa. Asante sana. Kuna siku tulikuwa tunazungumza tukasema kwamba tuzo tunachokijua tuzo ni kwa ajili ya watu kushindanishwa tuzo. Lakini pia tulipata fursa pia ya kusikia kutoka kwenu kwamba tuzo hizi sio za kushindanishwa, ni tuzo ambazo zimeandaliwa kwa ajili ya kuweza kutambua mchango wa watumishi wa Mungu na watu baadhi ambao wapo katika hizi tuzo katika kategori mbalimbali. Sasa hebu tusaidieni, kwa sababu kuna wasikilizaji wengine wakisikia tuzo wanajua kabisa hii ni issue ya kushindanishwa. Hapa mkituambia sio, tunakuwa tunajua kabisa hapa ni tunang'ang'aniana na kitu kimoja, sehemu moja. Hii imekaje? Unajua swala la kushindana ama kutoshindanishwa, unaweza ukaona wameweka ushindani kwa sababu ya kuendana na standard za mamlaka. Kwa sababu wasimamizi wa tuzo ni mamlaka, kwa maana kwamba ni serikali. Kwa maana kwamba BASATA ndani anahusika pale. Na yeye anachotaka anatafuta ile fair kabisa. Ile fair anaitafuta kwa ajili ya kulinda ule mchakato. Ndipo unapokutana na ule ushindani wa kupiga kura. Lakini huo ushindani haujaanza leo. Nikukumbushe, Yesu anawauliza wanafunzi wake, anawaambia hivi kule nje wanasema mimi ni nani?
Haikutosha, akamwambia achana na habari za nje, niambieni ninyi mnasema mimi ni nani. Kila mtu alitoa jibu lake pale. Lakini mwamba mmoja akaibuka akasema wewe ndiye Kristo mwana wa Mungu. Na Yesu akasema juu yako na nijenga nini? Kanisa. Hiyo ulikuwa ni mdahalo. Kila mtu alitoa majibu yake. Kwa hiyo sisi tuna copy na kupesti hii leo. Tu mtawala, wewe ni mwongeaji mzuri. Niko hapa. Wewe ni mwongeaji mzuri. Si ndio maana wamenichagua kuwakilisha Mungu duniani. Sasa utatoa tu maelezo mazuri. Hivi tukiona mfano labda kwenye kuna category moja ni kuna baadhi ya ile category papa tulikuwa tunadiscuss tukasema hii category hapa ikaaje? Yaani mimi nilikuwa kwenye hilo swali. Alikuwa anaona kwamba kuna labda watumishi wa Mungu ambao mmewaweka. Kwanza in short juu kabla kwenda kwenye huyo watumishi wa Mungu. Yaani kwenye hizo categories mmetumia vigezo gani? Okay. Twende. Hii kitu yenyewe mmekiona leo, lakini mchakato wake haukuchukua siku moja. Ilikuwa ni patashika kanga kuchanika huko. Lakini hatua ya kwanza ilikuwa ni approach watumishi. Kwanza ni kitu kigeni, tukumbuke hilo. Lakini pia watumishi wa Mungu na hivi vitu ni kama wako against navyo. Kwanza ni vigeni huko kwetu. Nchi zingine at least wamepiga hatua, ukiangalia Kenya kuna wafadhali kidogo, South Africa ndio nyumbani kabisa, Nigeria wamechukua mbele. Kwetu sisi sio jambo dogo sana. Kwa hiyo ilituchukua muda, ilikuwa ni mdahalo na watumishi wa Mungu, kwa nini zilikuwa zinaulizwa. Kwa hiyo walipelekewa maombi, wakaombwa, wengine wamekataa kabisa. Na mwingine anakupa majibu mazuri, anasema kwa msimu huu niache kidogo. Kwa hiyo watu walirudisha majibu. Kwa hiyo kulikuwa kuna majibu ya ndani, majibu ya taasisi na taasisi, majibu ya mchungaji na mchungaji, mwingine anasema ngoja nikae na washirika wangu, mwingine anasema ngoja nikae na uongozi wa kanisa. Kwa hiyo ulikuwa ni mdahalo mrefu kidogo. Lile swali lilikuwa na maana kubwa sana Malkia. Nilikuwa nataka niulize hapa kuhusiana na kutokana na kile ambacho wamesema yeye ni kwamba watu wamechaguliwa, walitafutwa wakachaguliwa. Kwa hiyo tusishtuke tukiona kwamba labda kuna category moja amewekwa labda mhubiri mkongwe alafu akawekwa underground. Tunasema underground kwa sababu tunataka tumie kwa sababu ili watu wajue kwamba labda kuna huyu anajulikana, huyu hatumfahamu. Wameweka hivyo. Kwa hiyo inatufanya tupate shida kwamba anashindanishwaje huyu ambaye tunamjua akipita tu kwenye page yake akiweka pap, jamani pigeni kula, atapigiwa kula nyingi. Alafu huyu ambaye anajulikana kanisani kwao tu hata kama akiweka wanaweza basi wakamwona tu kanisani kwao. Kwa hiyo hiyo ndio kwa inatupa shida. Kwa hiyo kutokana na nyinyi mnavyosema kwamba mliwatafuta na wakakaa wenyewe ni sawa. Kitu kingine bwana, tunatamani sana kuweza kufahamu kuhusiana na upigaji kura. Wadau wamekuwa wakiuliza sana tunapigaje kura, tunataka tujue imekaaje, zoezi hilo likoje. Unajua hili zoezi hapa tunasema duniani ogopa Mungu na teknolojia. Na teknolojia hii ndio inatuamlia. Kwa hiyo kupiga kura ni lazima digital ihusike ili kuweza kuondoa hizo sintofahamu na kadhalika. Kupiga kura unaenda pale kwenye Google Chrome, yani kwenye search engine yoyote, andika neno tukio. Ukiandika tukio pale ile website inafunguka. Ikifunguka pale utashuka pale chini kidogo utaona hiyo Tanzania Gospel Excellence Awards. Ukiklik pale itakuletea sehemu ya kwanza ambayo ni ya kununua ticket, lakini sehemu ya pili utabofya pale kwenye vile vidoti vitatu kwa juu pale. Ukibofya pale kuna sehemu imeandikwa vote. So pale ndipo ukibofya tu pale itakuletea na wewe utachagua nani unamtaka na inakupa option ya kupiga kura. Kwenye issue ya waimbaji. Nimeona pia umezungumza before kwamba mmelipenda sana kwa watumishi wa Mungu. Mkaona pia mfanye kama eneo pia la kuendeleza pale ndipo walipoishia wengine kwa upande wa waimbaji. Kumekuwa na hilo wimbi pia la waimbaji kuhisi ya kwamba kuingia kwenye mchakato wa ugawaji wa tuzo unahitaji pia mchakato wa uombaji wa kura. And of course hiyo iko peki. Yaani kama upo nominees utahitajika kuomba kura. Kabisa. Sasa wengi wamejiona ni master. Level zao sio za kuomba kura. Kabisa. Wanajitoa. Nilikuwa mmoja kati ya waandaaji wa tuzo. Walikuwa waimbaji kama sio 5 walifika hadi 10. Wanasema basi mimi nitoeni, siwezi kuomba kura. Otherwise kama mnanipa tuzo ya heshima.
Tuzo ya heshima tunajua level ya mwimbaji ambaye anapaswa kupewa tuzo. Yaani kuna mwimbaji ambaye unaona kabisa anakataa Judy kuwekwa kwenye katebe. Anahitaji tuzo ya heshima, lakini kigezo cha kupewa tuzo ya heshima hana bado. Hii mmeiweka katika mzania gani? Mtumishi wa Mungu mtaa. Tumekutana na hizo changamoto na kwangu iligeuka kuwa kero kubwa zaidi, lakini kwangu imekuwa vice versa kidogo. Kuna wale magwiji, yani wale mastaa, kwao ni kama ilikuwa ni kimbilio, wanakimbilia kuwekwa. Lakini kuna yule ndiye anakuja anakataa. Anasema mimi siwezi kuoa. Ndio not my level. Kama mnaniona. Okay. Hizo tumekutana nazo, kwangu ilikuwa surprised kidogo. Lakini kuna wale magwiji ambao wameshatanuka kutoka nje ya mipaka ya Tanzania. Nafikiri wanajua umuhimu wa hizi tuzo. Lakini changamoto ambayo ipo, ambayo hii tunaiacha kwako Jose hapa mezani, kwa maana kwamba uendelee kutoa elimu, watu wajue umuhimu wa tuzo. Uambie si dhambi. Nafikiri kinachowatesa ni hicho, lakini ustaa pia usizidi mabega na kadhalika.